Mambo vipi watazamaji bwana, tumerudi tena. Hii ndio wananiita Touchline Maniacs bwana, wachanganuzi wa sport, michezo mbalimbali bwana, siko peke yangu bwana, kama siku zote tupo wengi. Mzangu Kinyanjui. Mambo yanakuaje? Mambo yako salama sana. Nimekuwa na wiki njema na natumai kwamba mpenzi msikilizaji pia amekuwa na wiki njema, na natumai kwamba pia wewe mwenyewe umekuwa na wiki njema. Mimi nipo fresh, nipo mzima bwana, tunashukuru. Sema corona ipo lakini bado tunaishi. Kabisa. Lakini bwana, leo mtazamaji wetu bwana, mambo ambayo tunazungumzia leo, tutaingia katika timu ya Chelsea katika ligi kuu ya Uingereza. Maana yake tunataka tugusie tu baadhi ya mabadiliko ambayo yamekuwepo. Kumbuka Chelsea ni timu ambayo hivi karibuni imembadilisha kocha. Walikuwepo pale Frank Lampard, kachukua kipindi cha karibia miezi 18 pale. Na baada ya kutoka pale wakamleta Thomas yule Tuchel kutoka kule, alikuwa kule Faransa. Na alikuwa tayari ashapoteza kibarua. Kwa hiyo tunataka tu tuangalie baadhi ya mambo ambayo yamebadilika katika timu ya Chelsea. Maana kuna watu ambao walitabiri kocha Mjerumani akija pale mambo yatakuwa tofauti, na kweli tunaona kwamba mambo ni tofauti. Ukiangalia kuna wachezaji kidogo labda tulitarajia kwamba watapata muda mwingi wa kucheza, labda wanabaniwa. Kuna wakati unapata wachezaji ambao walikuwa wanapata muda mwingi wakati wa Lampard, hivi sasa kuna wengine wanakaa kwenye benchi na kuna hawakuwa wanapata nafasi, sasa wanacheza kwenye mchezo. Kweli kabisa. Na nikiangalia baadhi ya wachezaji ambao tuseme labda tumeona kwamba watu wameshangaa sana kuona kwamba wanacheza, ni kama mchezaji Mason Mount ambaye watu walikuwa wanasema manake ni Muingereza. Frank Lampard alikuwa ni kama anampendelea kiasi fulani hivi. Lakini Thomas Tuchel amekuja, bado anazidi kuwasilisha katika uwanja. Hivi yule kinda unamuona na kitu chake. Lakini mimi nimeishi kufikiria na pia kuambia wapenzi wasikilizaji na wenzangu ya kwamba Mason Mount ndiye mchezaji bora kabisa katika ile timu ya Chelsea. Manake tunaona kwamba yeye hujituma, ana ile uwezo ya kutembeza mpira vizuri, ana ile uwezo ya kuzipiku pasi vizuri, na kama ambavyo nimesema anaweza kujituma, ako na work rate nzuri. Na tuseme kwamba huyu ni kijana ambaye pia nchi Uingereza imeweza kumpa mechi takriban 19. Kwa hivyo tunaona kwamba ni kijana ambaye ingawaje ni mdogo, tuseme kwamba anaye miaka 21 kama sijakosea. Ni mchezaji ambaye ameonyesha ubashiri wake katika ile timu ya Chelsea. Kwa hivyo baada ya meneja Thomas Tuchel kuweza kuteuliwa, niliona kwamba angeweza kupata nafasi yake ya kuonyesha ubashiri wake, na hataweza kuangusha. Tumeona kwamba ameweza kuchukua ile nafasi na mikono yote miwili. Kweli, lakini kuna beki mmoja ambaye tulikuwa tukimtazama, lakini wakati wa Lampard alikuwa anakaa nje kidogo, tukaona anakaribia kuondoka. Nazungumzia Marcos Alonso, ambaye wakati mwingi alikuwa anasugua benchi sana wakati wa Frank Lampard. Hivi labda wengine wakasema labda ana tatizo na kasi, alafu jinsi ya kupokea mpira na kugawa inakuwa ni matatizo. Lakini alipoingia Thomas Tuchel anawasilisha vizuri, Marcos Alonso anacheza vizuri. Hivi mwamko mpya unaona Lampard alimuonea ama inakuaje? Mimi sioni kama kwamba Frank Lampard alimuonea, kwa sababu Frank Lampard ni manager ambaye alikuwa anacheza mfumo wa ile system ya back 4. Na Marcos Alonso, kusema ukweli, hata wakati ambapo manager Mauricio Sarri ndiye aliyekuwa manager wa Chelsea, alikuwa anamchezesha kwa ile mfumo yake ya back 4, lakini tulikuwa tunaona kwamba alikuwa anapanda sana, lakini anakosa kasi ya kurudi nyuma. Ndio tunapata ya kwamba alikuwa na shida zake haswa katika ile sekta ya ukabaji. Lakini chini ya mkufunzi Antonio Conte tunaona kwamba alikuwa akitumia ule mfumo wa back 3, na tunaona kwamba alikuwa na ile uwezo ya kuzipiku pasi ambazo zinasaidia kuzalisha magoli, na pia anasaidia katika pakaji wa kufunga magoli yenyewe. Tusahau kwamba alipopewa ile nafasi haswa dhidi ya ile mechi ambayo Chelsea waliweza kucheza na vijana wa Burnley, tuliona ya kwamba aliweza kufunga bao aina yake, na tunaona kwamba ameweza kurudi katika starting 11 ya Chelsea. Ule kijana Ben Chilwell tutamzungumzia baadaye, lakini ile nafasi ambayo alikuwa amepewa na Frank Lampard, sidhani kama atakuwa guaranteed starter tena. Kweli. Alafu kuna kijana mdogo kinda wanamuita Hudson, ambaye anaweza kuingia katika pembeni kushoto na kulia, na pia na kasi nzuri, alafu pia anaweza kusambaza mipira kwa njia nzuri. Nimeona yule kinda baada ya Tuchel kuingia amekuwa anamtumia sana katika michezo. Labda watu kama kina Ziyech wakati mwingine anasugua benchi, wachezaji wengine ambao tumewazoea ambao wana ukali wao na wamezoea kuwa katika klabu ya Chelsea.
Hivi Hudson na pia kuwa na fununu kwamba alikuwa anatakana klabu ya Bayern Munich aende kule acheze. Hivi nadhani Chelsea wanatumia mbinu ya kumpa michezo ndio azidi kukaa pale, ama wanaona kwamba ana talanta ambayo anaweza kuitumia katika kujijenga? Yote mawili, manake anaye talanta ya kuweza kuchezea timu yoyote katika ligi kuu Uingereza. Bayern Munich ndo mabingwa watetezi wa hizi UEFA Champions League, na tuzoea kwamba walikuwa wanamtamani sana ule kijana Hudson Odoi, lakini tumeona kwamba baada ya Thomas Tuchel kuteuliwa amekuwa amemtumia katika positions mbili different. Tumeona akimjaribu kama striker wa pili, na pia tumemwona akimtumia kama beki wa kulia. Na tumeona kwamba ana ile uwezo ya kuzipiku pasi, ana ile uwezo ya kutoa cross shwari kabisa ambazo zinawapa wale zile timu ambazo Chelsea wanaweza kucheza nao, hizo cross zinaweza kuwapa mashida kabisa. Na tuseme kwamba ana ile uwezo ya kumtoka mtu mmoja akatoka mtu mwingine, ana ile uwezo ya kuchenga. Kwa hivyo naona ya kwamba Tuchel kuteuliwa itakuwa ni appointment nzuri kwake, manake tutaona akija kuonyesha ubashiri wake. Tuseme kwamba pia ile timu ya Uingereza pia imeweza kumpa nafasi aonyeshe yale anaweza kuwapa ile timu. Kwa hivyo ni move nzuri sana kwa Hudson Odoi, na natumai ya kwamba atakuwa na career nzuri katika ile klabu yake ya Chelsea. Sema kuna mchezaji ambaye anamuita Timo Werner ambaye ametokea kule Ujerumani, amekuja Chelsea, watu wametabiri atapiga mabao mengi, atakuwa top scorer. Akaja akashtua kwa mabao kadhaa, alafu kwa muda kidogo ni kama kukawa tupati mabao, lakini yupo katika kikosi wakati wa Lampard pale. Hivi sasa chini ya kocha wa Ujerumani na wanazungumza lugha moja, kwa hiyo wanaelewana. Unaona kwamba labda huenda akawa na mwamko mpya, ama bado ikiwa analegea mambo tasalia kwa yale yale? Naona ya kwamba ataweza kuwa na mwamko mpya, manake kitu ambayo nimeweza kuona kuhusu timu ya Tuchel kule Chelsea ni kwamba anapenda watu ambao wanaweza kujituma, watu ambao wako na work rate. Na tunaona kwamba Timo Werner ingawaje ni mchezaji ambaye alikuwa anategemea sana kasi na kufunga mabao, kasi yake alikuwa anaitumia kule Leipzig kuwashinda wale mabeki ambao walikuwa jaribu kumbaka kisha kumkaba kisha anaweza kupachika magoli. Tunaona kwamba ule mfumo ulikuwa unamsaidia sana, na tumeona kwamba Thomas Tuchel amekuja akatumia ile system ya 3-4-1-2, na tunaona kwamba tumemuona akionyesha ubashiri wake. Tunamuona akirudi nyuma kusaidia timu yake kupata nafasi za kupata ile tunaita kwa lugha ya kimombo space, ili aweze kutumia ile kasi yake kuingia na kuwapita wale mabeki ambao wanajaribu kumkaba. Kwa hivyo naona kwamba akipewa muda zaidi tutaona akianza kuonyesha ubashiri wake. Nizungumzie kuna baadhi ya wachezaji mtazamaji ambaye ulikuwa unategemea sana labda Tuchel akiingia utazidi kuwaona katika uwanja, lakini baada ya kuingia wakawa hawapati nafasi. Nazungumzia kina Zuma, alafu upo Tammy Abraham, wapo wachezaji kama Chilwell na Ziyech, ambao labda kuna watu kama Ziyech unaangalia ni sajili mpya, kwa hiyo unategemea kwamba anagusa katika uwanja mara nyingi, na ni kijana ambaye ana uwezo wa kuweza kusambaza pasi na ambazo zinakuwa ziko katika hali ya juu sana. Na mimi nashangaa vipi wakawa wanakaa kwenye benchi ili hali wana upeo na tajriba, na pia wana talanta ambazo kidogo zimekwenda skuli. Unaweza sema kwamba ni watu ambao wanacheza mchezo mzuri. Kwanza kabisa nimeona kwamba kijana huyu ambaye anaitwa Tammy Abraham ni kijana ambaye Frank Lampard aliweza kumpa nafasi aweze kuonyesha ubashiri wake, na tuliona kwamba alikuwa na ule uwezo wa kupachika magoli. Lakini kama nilivyokuambia pale awali, manager Thomas Tuchel ni kama anatafuta watu ambao wanaweza kujituma, watu ambao wanaweza tu kutoka katika situations ambazo wanaweza kuzisolve kivyao, kwa sababu alisema kwamba hiyo ndio itakuwa mbinu yake ya kufunzi wale vijana wake. Tumeona kwamba pia
kijana Ben Chilwell na tusha kuelezea kuhusu kijana Marcos Alonso amepewa nafasi akaonyesha ubashiri wake. Kwa hivyo sasa tunaona kwamba kurudi katika ile nafasi itakuwa rahisi, kwa manake ingawaje ni mzuri sana kwenda mbele, hana ile uwezo ya kuzalisha mapasi ambazo zinazalisha mabao kama Marcos Alonso, tuseme tu kweli. Na nikiongelea kijana Hakim Ziyech ni kijana ambaye amekuwa na shida ya majeraha kidogo, kwa hivyo maybe wanajaribu anajaribu maybe work his way back to full fitness, na tutaweza kuona kama ataweza kupewa nafasi. Lakini yeye ni kijana ambaye anaye ubunifu haswa wakati ambapo unamuona akicheza mpira wake. Unaona kwamba wakati ambapo kabla apate jeraha chini ya mkufunzi Frank Lampard, tuliona akizisambaza pasi ambazo zilikuwa zinawatengenezea wenzake nafasi nzuri za kupachika magoli. Na ule kijana pia Kadzuma, ingawaje anaye kasi kidogo tuseme yako sawa na mpira katika kwenye miguu, pia anakuanga na ile tendency yake ya kuzembea haswa katika sekta yake ya kumkaba mshambuliaji. Kwa hivyo ni interesting times ahead haswa for hii timu ya Chelsea, na natumai kwamba wakipewa nafasi zao wazichukue kwa mikono yote miwili kama ambavyo tumeweza kuona kijana kama Marcos Alonso akiweza kufanya. Kweli. Na tutarajie kwamba labda Chelsea chini ya mkufunzi mpya labda atakuwa ananyanyuka kutoka sehemu ambayo aliomo kwa sasa, kwa sababu hapo katika nafasi ambayo tunaanzia ligi hatu kutegemea kwamba Chelsea tutahitaji kuanzia nafasi ya 6-7 kurudi nyuma. Lakini tutategemea kwamba labda huenda Tuchel kaleta mambo yake kutoka kule Ujerumani, alafu labda kwa mchezo wa kukaba wakaweza kuwa wanaibuka angalau kufikia katika hatua ya timu 4 bora tunapomalizia ligi.